Mimi kwanza nataka kutoa ushauri kwako wewe, kwa sababu ulitupa nafasi kwamba ikiwa kuna mahala umeteleza basi uwanja uko wazi, lakini kwa dalili. Mtume Muhammad sallallahu aliwahi kumsimamisha sahaba kwa sababu hajaswali raka 2 za tahiyatul masjid, tena kwa utaratibu kabisa kwamba ushaswali. Akasema sijaswali, basi akaambia swali tahiyatul masjid. Kuna shehe anaitwa Abu Durogo rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Huyu shehe amejitahidi sana kutoa dalili za kwamba jihadi Somalia ipo. Katika dalili mojawapo ni moja katika hali uliyosema kwamba ikiwa mtakuwa kweli watakwa, basi hakika mtaletewa malaika kusaidiana na nyinyi. Na katika haya Abdurogo rahimahullah ametoa mifano mingi. Mfano mojawapo, askari wa Kenya ambaye alienda kupambana na watu wa kule ambao wanapigana na al-Shabaab, walipigana muda mrefu sana. Baada ya kupigana, baadaye kuja kushinda, sasa washashinda katika hivyo vita, katika mapambano, walimuona mwanamke mmoja ndio walikuwa wakipigana naye. Lakini kuna mwingine naye aliona jina lake limeandikwa juu, kesho yake akafa, kauawa katika vita. Lakini jana umezungumza ukasema kwamba ikiwa mtu anatangaza kila mahala jihadi, ataingia katika makosa. Hili uliliweka wazi kabisa. Lakini ukasema mtu akawa anazuia jihadi, ataingia katika ukafiri. Hili nalo pia uliliweka wazi kabisa. Lakini pia kuna mlango umefungua sasa hivi hapo, umesema kwa mimi naona Somalia ni harbu fitna, kwa hiyo mimi siamini kama ni jihad. Kwa dalili hiyo tu ndio ulitoa. Sasa nakushauri kitu kimoja kwanza. Ikiwa unamtaja Abdurogo, basi useme rahimahullah, kwa sababu amekufa akiwa ni Muislamu, na tunaamini kwamba ni Muislamu. Na tunaamini kama ni Muislamu unless kwamba utuambie kwamba yule amekufa si Muislamu. Kwa hiyo kama sisi tunapokutaja Kasim Mafuta, hafidhullah, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, uendelee kutupa dawa. Huo ni ushauri. Nukta ya kwanza, unazungumzia suala la kuthibitisha kwamba Somalia ile ni jihadi, na ushahidi kwamba kuna askari wa Kenya alikuwa akipigana katika vita huko Somalia. Wamepigana muda mrefu sana, lakini mwisho wa yote wakagundua kwamba wanapigana na mwanamke mmoja. Nataka kuuliza swali hapa kidogo. Habari hii ameisimulia nani? Yaani nakusudia aliyekuwa pale katika yale mapambano akayaona. Ni nani alikuwa akishuhudia habari hii? Askari yule ni Muislamu, sio? Abu Durogo rahimahullah hakumtaja kama ni Muislamu au mkafiri, alisema askari. Sasa sisi hatutaki kwenda kwa mukashafati kama tarika ya kisufi. Sisi tuna kanuni hii inayosema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ndio maana ikaitwa asanidi, wanachoona katika isnadi. Na habari anayosimulia kafiri haikubaliki. Habari sasa katika tukio lile Abu Durogo alikuwepo au yeye kasimuliwa na huyu askari? Kasimuliwa na askari. Askari Muislamu au si Muislamu? Jawabu lake sijui kama hakusema kama ni Muislamu au si Muislamu. Basi hatuwezi kuchukua habari. Lakini kuna Waislamu ambao waliona farasi wanne wanatokea baharini, wanakimbilia upande wa maadui. Nasema hivi, sisi katika dini yetu haturuhusiwi kuchukua habari za mukashafati. Natakana habari zithibitishwe kwamba sisi Waislamu tunajua mambo kama haya. Wale wapiganaji wa kule Afghanistan walikuwa wakizungumza sana, hasa kina Abdullah Izam ameandika kitabu hasa kuonyesha kuna miujiza ilikuwa ikishuka. Sasa nenda kusema kitu kimoja, hii miujiza na hao malaika washuka, alafu baada yake Marekani washinda. Ina maana malaika walipigwa na Marekani, walishindwa, kwa hiyo Waislamu wakasagwa, Marekani wakatawala, au ni vipi? Lakini vita bado vinaendelea, Sheikh. Afghani viko bado vinaendelea huko Somalia, havijasimama. Ndio vita vinaendelea, lakini matokeo nadhani unayafahamu namna hali inapokwenda, au ufuatilie? Nafuatilia. Lakini sasa tumalize labda. Nafuatilia. Maliza nukta hii. Nafuatilia.
hatujamaliza nukta hii